kama ilivyoada wajomba, nimewaita hapa wote kwa pamoja mradi niwaone watoto wa dada. Unajua ni muda mrefu sana sijawaona. Karibu sana. Hamesha karibia. Lakini pia niseme sasa hivi nishakuwa mgeni kijijini hapa. Ndio. Hata kutoka hapo twende kuja hapa nimegagaga kujisema mtaalamu. Mpaka kufika hapa kidogo namshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa sijawaacha hivi hivi. Nimekuja na chombo hicho hapo hicho kama zawadi kwenu. Karibu sana. Mimi makofi kidogo jamani njomba. Hiyo baskeli za bienu. Sio kama nimechukua hiyo kwa sababu kutoka pale stendi mpaka kuja hapa nitumie baskeli. Hiyo ni mwaletea watoto wa dada mjimwage yetu sisi. Tupige makofi kidogo bwana. Wewe nini tena? Muda wote makofi kama tupe bungeni bwana. Nyie vipi? Utoto wenu mnatuletea hapa bwana. Watu tumekaa tuna heshima zetu, nyie muda wote makofi kila kitu makofi bwana. Nyie vipi bwana? Sasa mjomba katufanya vitu vizuri, katuletea baskeli kwa ajili yetu sisi. Tusipige makofi kwa ajili ya nini? Sasa kwani hamjaache tu mambo? Hebu nisikilizeni. Mimi nilifikiri kwamba haya mambo yashafanyaje? Yashaisha. Lakini wewe pia huyu usimuite mtoto. Yule si mtoto tena. Isipokuwa tu umemzidi umri. Saizi yule anaitwa mme. Ameoa na tumempa mke mzuri tu. Wewe pia ulikuwa mtoto. Umeoa. Mkishikamana nyie wawili mtatengeneza kitu. Lakini kila mmoja kimwona mwenzake mtoto anashindwa hata kumshirikisha jambo lake, mtashindwa hata kuziba pancha kwa shilingi 200. Sio unaelewa? Unaelewa. Ndio. Nyote mpendane, mwe kitu kimoja. Sawa? Sawa. Kwa hiyo baskeli nimewaletea na nawakabidhi rasmi, ni ya kwenu. Mjomba mimi niseme asante sana. Na kuhusu hiyo baskeli wewe usijali kwa sababu pale kwangu inavutia picha sasa hivi. Nitaitengenezea kibanda pale ambacho kama nyinyi kwenu kule mjini mnaweka gavana hiyo kule kuhifadhia magari. Mimi nitahifadhi kwenye kibanda vizuri. Yaani itakaa fresh hata usio na wasiwasi mjomba wangu yani. Msikilize sasa mjomba unamuelewa kweli mjomba? Wewe unasemaje? Sasa baskeli kweli mjomba uchukue ujenge kibanda. Kwa hiyo ni kwa banda la mifugo lile. Unafuga mbuzi, unafuga kuku, unasema ndio nani ujenge banda? Mimi hesabu zangu humu nyumba yangu kubwa. Ina vyumba hivi vitatu. Kimoja na mimi na mke wangu, kimoja kuna vyumba vingine. Kuna chumba kimoja kipo open lakini kitu chochote. Sio vizuri kuchukua baskeli na kaa. Hauna semaje mke wangu? Afu mimi sitaki. Wakubwa tukiwa tunaongea usiingilie mada. Wewe mtoto, utoto wako mimi sitaki. Sasa jamani, mimi hapa. Hebu subiri kwanza. Haya mambo gani jamani mshanza? Leo tu hapa ni mwenyewe nipo. Je, nikiondoka inakuwaje? Huyu njenge kibanda, huyu ndani ilale ndani. Baskeli mjomba toka lini kwenye kibanda? Baskeli inatakiwa ilale ndani. Mjomba baba mimi nimekuelewa lakini sisi hapa ndo watu wazima tunaongea. Mimi ni mkubwa, huyu mtoto. Utoto wake bwana huyu asituletee sisi hapa. Sasa sikilizeni. Mdogo amheshimu mkubwa. Ndio. Na mkubwa amuongoze mdogo. Hapo mtafanikiwa. Lakini kila mmoja akiona yeye ndo na mabavu, yeye ndo mbavu, hata wanawake nyinyi mtawanyanyasa. Unaona? Na hilo mjomba ndo anamdanganya blaza wangu mimi. Yaani tangu nilivyokuwa mdogo anajua miaka haizidi kwenda. Inakwenda kila siku. Mimi niko mdogo kweli lakini sasa hivi nishakuwa na majukumu yangu. Sasa hiyo ninaongo mdogo basi ndo ananihukumu hapa kwa kila kitu mdogo, kila kitu mdogo. Sio vizuri blaza. Hebu nisikilizeni kwanza kitu. Haya mambo nilijua shaisha. Unaelewa? Wewe nakufahamu. Na wewe nakufahamu vizuri tu. Unaelewa? Ndio. Hii baskeli sio chanzo cha kunyanyasana, cha kunyanyasa wanawake. Nahitaji baskeli wasaidie katika shughuli za hapa kijijini, kama uchota maji, kufanyaje, kwenda shamba, hivyo. Kimosi. Naam. Wewe ndo mkubwa. Elewa. Nategemea matunda mazuri kutoka kwenu. Wewe bwana, tatizo huyu bwana hataki kunisikiliza. Mimi inabidi anisikilize. Huyu hataki kunisikiliza mimi. Wote hataki. Sasa kuongozwa vipi? Huyu mjomba mimi kama ananihukumu, yani kwa vitu vingine kwa ukubwa wake ndo akutumia mimi kama fimbo kunitandika mimi kwa kila jambo. Mimi anisikilize mimi mwenyewe. Na nyie wakwe. Hawa wakiwanyanyasa maana
Hii baskeli tulipo siku nitaletea hapa, Mwenyezi Mungu ajalia huko mjini nipiga bingo yangu, nimewaletea gari hata kuja kuuana unajua kwa mezeni. Ataniua wewe brother, mimi naona kabisa. Natakiwa nyoa wawili muungane. Kwa kweli. Lolote litakalotokea, hebu tuwasiliane. Sawa jomba? Sisi tunashukuru mjomba. Na kwa sababu mama wangu akienda dukani masaa matano, sasa hivi atarudi mapema kwa sababu kuna baskeli. Safi kabisa. Kwa sababu mjomba nikwambia kitu kimoja. Sasa Chikute mdogo wangu, wewe usitokielewa nini? Yaani unapenda tu kuzozana. Hii baskeli nimekwambia naanza kukaa nayo mimi, sio kama naichukua mazima. Nakaa nayo mimi siku 2-3, unakuja kufuata wewe. Ndio maisha yanavyoenda mdogo wangu. Sasa hapa tunagombania nini muda wote tunazozana hapa? Sikiza brother, mwana kitu kimoja. Wewe kaka yangu. Ndio. Na hii baskeli mimi naomba nikanianze kukaa nayo mimi. Umeona? Afu wewe si mkubwa. Afu utakaa nayo tuna wewe pia. Hivi mdogo wangu wewe umeona wapi na umesikia lini kwamba yani kitu aanze kutumia mtoto afu mkubwa afanye? Mkubwa kwanza. Ndio maana kama unakumbuka kipindi kile baba akishachinjwa gaga vitu vya kuku pale, kuna vitu vinaingizwa ndani, anapewa yeye, sisi tunafuata miguu tunakula sisi. Unakumbuka kipindi kile? Ndio tunaenda, sheria ni ile ile. Hapa chombo hiki kimeletwa na ankali. Ankali jua anga atupenda kwa jomba zake. Kaleta iko chombo iko hapa. Lakini naanza mimi kaka yako, unafuata wewe. Alafu kama una kumbukumbu vizuri, kakako unajua mimi naogopeka hapa. Kwa hiyo hiki chombo kama nikianza kukaa nacho mimi siku 2-3, wakiniona nacho mimi, heshima. Hata kama ukikichukua wewe, heshima na adabu kinakuwa nacho. Ndugu wangu, unataka nini tena wewe? Tatizo blaza unachotumia wewe. Kubwa wako unatumia vibaya. Maana yako unanihukumu mimi, unanipiga fimbo kupitia kubwa wako wewe. Umeona? Hii tumegipewa wote na mjomba, umeona tutumie wote. Sasa kuna tatizo gani? Naomba mjomba niachie mimi blaza, ili mradi nianze kukaa siku kadhaa afu na unakuja unachukua. Kwa nini nimekataza? Mimi si mdogo wako. Chikute nikuulize kitu. Mimi na nani wa kwanza kuzaliwa? Wewe. Mimi na nani wa kwanza kuliona unajua? Wewe. Sasa hapa tunabishana nini? Mimi ndo wa kwanza. Yaani kila kitu mimi nitabaki kuwa wa kwanza. Ukisikia ukubwa jalala, kila kitu sio kama ndo dampo tu, kila kitu jalala ndo uchafu nitupe mimi. Hata hivi vitu vizuri vinaanza kwa mkubwa vinafuata kwa mdogo. Mdogo wangu kuwa muelewa. Ila mjomba alitumia busara kwa sababu ana akili. Akaona hii baskeli aje kutukabizia kwako. Ili mlaja hata mimi nikichukua, wewe usiwe mnyonge, ujue nitakurudishia tu. Yaani kama kusema kweli angeleta kwangu, ningekata wiki. Umeona? Lakini kwa sababu imeanzia kwako pale, mimi nitakaa nayo siku 2 siku 3 tu. Wewe unataka nini tena hapo mdogo wangu? Sema sawa. Mimi nimekuelewa. Ila kuna vitu hivi vitatu. Masharti tena? Yaani baskeli tupewe wote. Unipe na masharti. Chikute mdogo wangu. Yaani utaka kuniambia sasa baza tuendeshe kama zamani mguu mmoja unadumbukiza. Hakuna sema kudumbukiza sio Anita hii. Utaniambia wewe baza ibebe mgongoni tena baskeli nyanyue ibebe. Masharti ya nini sasa kwenye chombo wakati tumepewa wote? Sina maana hiyo. Kumbe una maana gani? Maana yangu kwamba vipi baskeli ni ndogo. Ushaona? Lingi zenyewe hizi hazipo sawa. Spoku ni ndogo, nyembamba mno. Hii baskeli ipo special kwa ajili ya kupanda mtu mmoja binafsi. Imezidisha umempakia na mmoja kama abiria. Lakini hii sio kusema ukae unapakia mizigo ya mikuni, mikaa, umeona midumu ya mimaji inajazwa humu, umeona? Inakuwa sio kweli, inaweza kachakaa, hiyo matokeo yanakuja kuchakalia kwako wewe. Mimi hamna nilichokipata wakati hiyo mjomba ametununulia wote. Chikote mdogo wangu. Sawa nimekuelewa. Kumbe mbishi wote yuko hivyo tu. Basi sawa, kumbe wewe ushakubali. Afu kama ukijua mimi sina kazi ngumu yoyote ya kufanya na baskeli. Wewe ndio kazi yako migumu na mwenzako. Kuna rafiki yako yule mwenye midevu hivi. Unamkumbuka yule? Ndio kazi zenu mikupata mikaa, kubeba migogo. Mimi na kazi hizo hapa hapa. Hebu niache niende safari. Umesikia bla? Nini tena? Itunze sijakachakaa, mimi mwenyewe nataka nikuta hivyo hivyo na upya wake. Mdogo wangu, vitu hivyo vya kuongea tena nikwambia siku 2. Wewe acha mimi nikae nayo. Wewe utafuata. Kaka anaanza mdogo. Sasa na kweli rafiki yangu. Kama wake na mimi na pingo tena rafiki yangu wewe. Sasa kama nikikana siku 2 mimi alikuwa napata nini? Kwa kweli mbaya ndio. Na kweli
Vipi? Mbona umerudi mwenye baskeli iko wapi? Baskeli amechukua yeye. Kachukua yeye kivipi? Na wakati mjomba alisema baskeli yenu wote. Wewe acha mimi nimemwambia yote. Lakini kama nipe nianze mimi kanifokea nikaona wenyewe unaona kwenye kikao kilivyo hapa kwenye kikao umeona tulikuwa kashaanza mbona nimwachia. Yaani wewe unyonge wako umezidi. Wewe umezidi. Kwa nini usichukue baskeli uweke ndani wakati mjomba alivyokuwa anaongea na nyinyi pale? Baada ya kikao kuisha. Umemwachia mzee kaondoka nayo. Kwanza na ule ubigi wake ule. Ile baskeli si anataka iharibu. Unazungumza kweli, mimi mwenyewe nashangaa. Wewe unani kama ule kweli wewe unachukua unagombana baskeli ndogo kabisa na baskeli kubwa wapi? Yes, yeye bunge la kajitu. Jana ngine yake nayo kama roba. Akipanda sote ivunja kweli ile. Mimi nitampigia simu mjomba, aliangalia vizuri ile swala. Mwambie kwa sababu yeye bigi, bora angemletea ile baskeli mikubwa ile na mke wake angepakizana huko sawa. Lakini kibaskeli kile size yetu. Yeye akichukue atenda atakiharibu, ulizike na roho yako. Mimi niko kitu kimoja. Yule kaka yule mimi anipendi. Na yule sipokuja kuangalia yule, mimi anaweza kaniua yule. Mimi nakwambia mke wangu. Kimfuatilia sana yule anaweza kaniua. Namuona kwa sababu pale tunaongea pale ananikata jicho kwa mbaya. Yaani kama nyanyuke aje kunipiga ngumi. Ila kwa sababu pale mjomba alisimamia ile zoezi na ndio maana yule akawa anaona aibu. Na mjomba basi kamwambia ukweli pale yule. Kamba huyu ndugu yako na huyu ndugu mheshimiane. Lakini pale kwa shanza ukubwa pale, mimi mkubwa. Kila kitu mimi mkubwa. Kwa hiyo kama ukubwa wake ndio atutawale, sio kweli. Sasa mimi nakuhakikishia mke wangu. Mimi sitokubali. Kama kuona tutauana. Yaani namuuane tu. Mtajuana wewe wenyewe na ndugu yako. Sisi tutauana. Mwenye sirudi hata nyuma mke wangu nakuhakikishia hiyo. Tutauana kabisa? Tujuana. Chombo ndo hichi. Unaona, chuma ndo hichi. Wewe usihofu ukiwa na shida yoyote njoo nyumbani pale. Ukikuta wewe ichukua, shida zako ndogo ndogo zitakuwa zimekwisha. Si unaelewa mdogo? Kwanza ndugu yangu, mimi nikupe hongera sana kwa ndugu kama huyo. Ndugu ambaye anazingatia kwamba ndugu zake hata mkiwa mazingira mabovu anawasaidia vitu kama hivyo, mambo yanaenda sawa. Kwa hongereni sana kwa mjomba kama huyo. Yaani labda tu nikwambie mjomba yetu sisi anaelewa shida na changamoto ambazo zinatukuta kijijini. Na ndio maana kila akija wanaangalia wapwa zake atusaidie vipi. Maana safari hii alivyokuja akaona tuletee baskeli aturahisishie mambo. Unaona? Baskeli itaturahisishia vitu vingi tu. Yaani vingi tunajua itaturahisishia, lakini mimi angalizo langu msibebee vitu vizito kama mkaa, kuni zenu kubwa kwa sababu wewe na mdogo wangu unawajua. Mikuni yenu nyinyi mkibeba mnavobebaga mijasho tile hamwezi kukubali mkiwa na chombo hiki mtakambakia humu. Mimi niko toshaka ndugu yangu. Yaani mimi nikija kwa baskeli nitazima kwa ajili ya matumizi ya kawaida, labda kupeleka wagonjwa hospitali na vitu vingine kama hivyo. Siwezi kubebea kuni, mkaa wala maji. Chombo kipe ndugu yangu. Wanasema kwamba kitunze kidumu. Kwa mimi pia nitakitunza ili kiendelee kudumu, kiendelee kusaidia siku za mbele. Kwa mimi nitafuata masharti ambayo umeyasema ndugu yangu kwa ajili ya chombo. Dompi nikwambie kitu. Ndio. Mimi natamani wewe ungekuwa mdogo wangu. Halafu yule mdogo wangu angezaliwa kwenye familia yenu. Kaka. Kweli wewe ni muelewa sana, yani unatabua, lakini yule kazi ubishi, sikufichi, situpa. Utamwona ipo siku utashangaa imejazwa mikaa ili na kokotwa. Kaka, yule hawezi kufanya hivyo, mimi namjua rafiki yangu yule bwana. Ataitunza na mimi ataitunza baskeli. Wewe rafiki yako mimi yule mdogo wangu. Basi sawa, tumekaa sana huko maeneo ya shamba, tuondoke. Alafu leo niendeshe wewe. Unasema kweli kaka? Unaendesha wewe chombo leo. Ndoto. Chikote. Napia ndugu yangu. Shirivi. Kama kawaida tu. Ndio. Mambo safi. Mwanangu ndio chef hapo. Na sio hapa tu. Huu ni mwanzo. Huu ni nini? Huu ni mwanzo, sio hapa. Chikote. Wapo yenyewe. Bado. Chikote. Wewe sio kunifanya hivi mimi. Hujafikia bado yani kugusa vyombo hivi. Bwana, ndugu yetu. Chikote kushika tu, Chikote ananikatazamia kushika mali yako. Hujafikia tatizo. Kijiji nani mwenye baskeli? Niambie kijiji nani mwenye baskeli? Hivi huoni kitu kama hichi kitu kina thamani kiasi kubwa sana? Kijiji kizima mwenye baskeli mimi. Hivi huoni kama thamani? Wewe unashika kule wewe kwa kitu gani? No.
Wewe bwana rafiki yangu bwana wewe kwambia. No wewe bwana acha. Oh acha bwana tu. Usite tukosane bwana tuelewane bwana ndugu yangu acha.